kwa mheshimiwa, kumekuwa na maandamano Nairobi ya vijana ambao walikuwa wanalalamikia mauaji ya Robert Ojwang pale Central. Ukizungumza kwenye mkutano wako wa awali na wanahabari, ulikuwa umeshauri vijana ukawaambia ungeonelea ni bora wasiende maandamano, manake labda wangeuliwa. Wakakaindi wakaendelea, na mwingine Kariuki akapigwa risasi ambaye tunamtakia afueni haraka. Sasa tarehe 25 kuna maandamano mengine bado yanapangwa Nairobi ya vijana. So leo tungetaka kusikia msimamo wako wapi? Manake leo ulionekana umevaa mask na watu labda wakaisi una support maandamano ya tarehe 25 yanakuja. Msimamo wako uko wapi? Mimi ndugu yangu ni mtu ya kuongea ukweli. Hata nimeona mtu mwingine ameandika kwa mtandao juzi akasema watu naongea ukweli Kenya ni watoto, walevi na rigiji. Sijui kama mliona. Mimi najua huyu Ruto. Na ndio tulikosana na yeye. Nilijua vile amepanga na governor wa Nairobi kuua watoto. William Ruto amekataliwa na Wakenya, ameamua atakuwa akitumia goons kuongoza Kenya. Mimi nilijua kwa sababu niko na watu huko ndani, na nilisema ya kwamba governor wa Nairobi amepanga na William Ruto kuweka goons ya kuumiza watoto, na ndio nikaambia watoto kama mtaenda, mimi naogofya. Niko na wasiwasi, tumepoteza watoto wengi sana na watauawa na watapigwa na hiyo wahuni wamepangwa na governor wa Nairobi na William Ruto. Ilifanyika vile nilisema. Hao wahuni hakuna mtu ameshikwa, picha zao ziko, walikuwa hapo City Hall na iko video wakisema governor wewe ni igwe, ile kazi umetupatia ya kulinda jiji tumefanya. Mpaka wa leo huyu IG mtu ya Yesa na mtu ya Flower Girl ambaye hana uwezo wote Kenya alisema ya kwamba ati wale magoons walipiga watu Nairobi watashikwa. Huyu governor bado shikwa, hao magoons bado shikwa. Na ndio tunaanza kufikiria. Unajua William Ruto alituma polisi Haiti wakapigane na wakora na majangiri. Kwake nyumbani anatumia wakora na majangiri kuumiza watu. Ndio tumeanza kufikiria hii askari alituma Haiti walikuwa wameenda kufanya benchmarking jinsi ya kuuda magengi ya kuumiza watu. So hii tariki 25 mimi siesi kuambia hii watoto muende msiende. Ile nitasema tu wakuwe careful. Nimeona polisi wakisema watawalinda. Leo polisi wameua mtu Kasarani. Huyu William Ruto hawezi aminika na mtu yeyote. Amemwaga damu mingi sana Kenya. Amemwaga damu ya watoto na anaonekana hatosheki na damu ya watoto. Na sijui anabisana nini na watoto, kwa sababu ukikumbuka pale kanisa la Kiambaa 207 watoto walikufa. Hao watoto wa Gen Z ameua. Pale Southern, pale Sudan, zile bunduki zinatumika zimetoka Kenya. Na ni rais ameidhinisha hizo bunduki zinaua watoto. Sasa mimi nikiona ako na haja sana na damu hasa ya watoto. Kwa hivyo hii tariki 25 mimi nasema watoto wangu, watoto wetu, kama mtaona mtaenda kwa barabara ni haki yenu, lakini mkuwe careful. Wewe governor wa Nairobi, mimi niliongelesha watu ya Mlima pale Nairobi, watu 1500 wakakupigia kura. Wewe umewageuka, umekuwa ni mtu ya kupaga goons, kupora mali yao na kuua watoto na kupiga watoto. Na kuomba wewe governor uache na neno. Hata kama Ruto anakutuma, ukumbuke ya kwamba hao wafanyabiashara ya Nairobi ndio walikupigia wewe kura ndio ukakuwa governor wa Nairobi. Na inakuwa ni aibu kubwa sana. Mageng wanapiga watu wamesimamiwa na polisi. Na mimi niulize hao polisi wetu, nyinyi ni wazazi, nyinyi ni wa Kenya, mnasikiaje rohoni mwenu mkiescort wakora wamejihami na maslaha kupiga watoto, kuvuja maduka, kuimba mali ya kila mtu? Na mimi nikuulize ndugu yangu, hii ni serikali aina gani ambaye polisi wana escort goons kwenda kupiga watu, kwenda kuvuja maduka na kuiba mali ya watu? Kwa hivyo mimi tukingoja hii tariki 25, I hope police
You have learned your lesson. Mutakataa amri ya William Ruto ya kukubalia magengi hapo Nairobi yamepangwa na governor kuumiza watu na kuiba mali ya watu wa Kenya. I hope your conscience will be pricked to apply some sense, some patriotism to your country, and don't escort criminal gangs to beat people up, to kill people, to cause mayhem, to loot, and to destroy property. That is my plea to our police officers, not just in Nairobi, but the whole country.